Maana ya neno we go to them manake tunaenda kwao. Tunaenda kwao au tunawaendea. Ndio maana sisi tumetoka Mwanza, tumekuja mpaka hapa shule ya msingi wapi? Kuja kuongea na mwanafunzi ambaye ana ndoto na malengo. Tunaelewana? Ndio. Nataka nianze hivi. Wangapi wanatamani kuja kuishi maisha mazuri hapo baadaye? Haji nyosha kama mkono hivi unamsonta Mungu, nyosha hivi. Asante. Mnatamani kuja kuwa na maisha mazuri? Ndio. Haya, shusha mkono. Wangapi wana ndoto katika maisha yao? Wana ndoto. Nyosha mkono. Sio ile umelala usiku kaanza kungorota, kaota unapotoa kitandani. Yaani na ndoto hayako hivyo. Maisha mazuri yanatafutwa na kutengenezwa, yanatafutwa na kutengenezwa. Wewe kama unatamani kuja kuwa na maisha mazuri, lazima uyatafute na uyatengeneze ukiwa shule ya msingi wapi? Ile bula, si ndio maana yake? Ndio. Nikuulize, unakaa shuleni kwa muda wa miaka mingapi? 7. Jibu, miaka mingapi? 7. Miaka 7, si ndio maana yake? Ndio. Sasa hii miaka yako 7 ndio ujitahidi kutengeneza msingi wa maisha yako mazuri ya miaka 20 inayokuja ama miaka 50 inayokuja. Tunaelewana? Ndio. Tunaelewana? Ndio. Kwa sababu ndani ya hiyo miaka 7 kuna masomo ambayo unafundishwa. Kuna Kiswahili, kuna hisabati, kuna English, kuna sayansi, kuna maarifa ya jamii, kuna stadi za kazi. Si ndio maana yake? Ndio. Haya masomo yote unafundishwa na nani? Na walimu. Si ndio maana yake? Ndio. Haya masomo kuangalizie. Awi. Hawa. Haya, shusha mkono. Wow. Na wewe unabaki hapo unakenua tu. Sasa ili uje kuwa kama wao, lazima usome kwa bidii. Usome kwa bidii. Sasa utasomaje kwa bidii? Ili usome kwa bidii na utimize ndoto za maisha yako, kuna vitu vitatu nataka nikuelezee kwa haraka. Vitu vingapi? Vitatu. Tutatumia dakika 5. Jambo la kwanza, kama mwanafunzi mwenye ndoto na mwenye malengo anayesoma ili atimize ndoto za maisha yake, jambo la kwanza, lazima jiepushe na utumiaji wa dawa za kulevya. Kumbe mnajua? Ndio. Nikazani mtaniambia dawa za mifugo. Kuna ugoro nini? Ugoro. Kuna mihadarati nini? Kuna cocaine nini? Cocaine. Kuna mirungi nini? Mirungi. Zipo aina nyingi, Nikuulize swali. Hapa shuleni walimu wanakuruhusu unywe pombe? Hapana. Unaruhusiwa kuvuta sigara? Hapana. Unaruhusiwa kutumia bangi? Hapana. Unaruhusiwa kutumia ugoro? Hapana, si ndio maana yake? Hiyo tu inamaanisha kwamba hawa walimu kando na kwamba ni walimu wetu, upande mwingine ni wazazi wetu, Kwa hiyo wanatumia ile elimu ambao wako nayo kutuelimisha na kutuasa, kutuambia kwamba kwa mwanafunzi yeyote ama mtu yeyote ni marufuku kujiingiza kwenye matumizi ya madawa ya nini? Ya kulevya. Kwa sababu wao wanajua haya madawa ya kulevya yana madhara, na madhara yake unaweza ukapata magonjwa ama yakakuathiri kisaikolojia. Ukiathiriwa kisaikolojia, utasoma kwa bidii? Hapana. Utatimiza ndoto za maisha yako? Hapana, si ndio maana yake? Kwa mfano bangi nini? Bangi. Tunawajua wavuta bangi? Ndio. Ndio. Wanakuwaga na akili sawa sawa? Hapana. Na wewe unatamani kuishi kama wao? Hapana, si ndio maana yake? Hayo unataka kuniambia unataka kusoma uje kuwa daktari. Haya, wewe ndio huyu unatumia madawa ya kulevya aina ya bangi. Umesoma, Mungu amekusaidia, umemaliza chuo kikuu, unasubirishia ajira. Sasa unachaguliwa ukawe daktari mkuu kwenye hospitali ya mkoa wa wapi? Wa Katavi. Wa wapi? Na wewe ndio yule unatumia bangi. Mara ghafla serikali itakubali kwa ajili daktari mwehu? Hapana. Hapana, si ndio maana yake? Ndio. Si utapoteza ajira? Ndio. Ndio. Haya, mwenye hasara atakuwa ni nani? Mimi. Mwenye hasara atakuwa ni nani? Mimi. Wewe mwenyewe, si ndio maana yake? Ukishaoa, kama una ajira, ukipokea mshahara, huo mshahara wako unaenda kuenjoy na watoto wako. Awi? Awa. Naenda haraka kwa sababu ya muda. Kuna sigara nini? Sigara na yenyewe ina madhara. Unaweza ukapata magonjwa kama vile kifua kikuu, kansa ya mapafu. Tunaelewana? Ndio. Maana hata kwenye pakiti ya sigara umeandikiwa onyo, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Toa sauti, ni hatari kwa afya yako. Sio ya kwangu, mimi sivutaji, ya kwako wewe naye kwambia. Ni hatari kwa afya yangu. Hivyo. Awi? Kwa lazima ujue madawa ya kulevya na madhara yanaweza kukusababisha ukashindwa kutimiza ndoto za maisha. Wanaume na ndevu
kwa sababu amesoma. Na wewe ukisoma unaweza ukaja kuwa kama yeye, ukaja kuwa daktari. Awi? Kama umesoma wewe ni daktari, wewe ni mwalimu. Kuna mchunga ng'ombe tu atakuja kutongoza? Hapana. Atakuhonga nini sasa? Bombonya la maziwa? Hapana. Si hakuna. Lakini kama hujasoma, huna mbele wala nyuma, kachunga ng'ombe sikana kupitia? Ndio. Kanafanyaje? Kanakupitia wewe, sio mimi. Awi? Mtashusha mkono. Jambo la mwisho, unapokuwa mwanafunzi mwenye ndoto, nimebakiza dakika 3, mwenye ndoto na mwenye malengo, unayesoma ili utimize ndoto za maisha yako, jambo la mwisho, lazima uwe mwanafunzi mwenye nidhamu. Mwenye nidhamu. Nadhani nilikuwa darasani. Halafu wewe ukimuuliza, na wewe unasoma? Uje kwa nani? Mwanasheria. Mwanasheria gani kama sheria za shule uzifuate? Awi? Kwa kama wewe ni mwanafunzi unayesoma, una ndoto, lazima uwe mwanafunzi mwenye nidhamu. Unawapenda walimu wako, unafuata maelekezo. Unaelewana? Nakuja mbele zako, ninakuomba Mwenyezi Mungu unisamehe dhambi zangu zote na makosa yangu yote niliyokutenda kwa kujua ama kwa kutokujua. Mwenyezi Mungu, karibu ndani ya moyo wangu, ukanifanya kuwa kijana mzuri nitakayependa masomo, nitakayependa walimu wangu na kuwaheshimu. Mwenyezi Mungu, naomba unisaidie ninapokuwa hapa shuleni, ili niweze kusoma kwa bidii, ili siku moja nitimize ndoto za maisha yangu. Asante Mwenyezi Mungu. Soma uje kuwa mwalimu, uje kuwa daktari, injinia, mwanasheria, pilot, askari jeshi au hata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkono juu. Asante. Mwingine paka angalizie. Tunaona hapa hata wajani hawaelewi. Wako shule kwa lengo gani? Awi? Jambo la kwanza sio mtoro, sio? Mtoro. Maana kuna mengine hapa ni matoro. Tangu shule ifunguliwe tarehe 13 mwezi wa kwanza, limeshaonekana shuleni mara ngapi? Mara ngapi? Hilo nalo ukiliuliza, na wewe ni mwanafunzi? Na wewe unasoma? Uje kuwa nani? Daktari. Daktari mtoro hivi. Kabla kama kuja kuwa mganga wa kienyeji. Awi? Ni matoro. Yaani hata haelewi, hamna kila kitu. Hilo nalo ninasema nasoma nje kwa wapi? Mwanafunzi mwenye nidhamu lazima usiwe mtoro. Jambo la pili, mwanafunzi mwenye nidhamu sio mchelewaji, sio? Mchelewaji. Sheria ya shule inakwambia saa 1 kamili uwe shuleni. Uwe wapi? Shuleni. Ikukute shuleni. Lingine linakuja saa 2:30. Linakuta hata walimu wameshaingia madarasani. Linaogopa kwenda kujitetea kwa mwalimu. Linaona sehemu salama ya kujitetea na kwenda kujituliza, inaenda kukaa chooni. Hiyo saa 2:30 liko wapi? Chooni. Una akili zako timamu, unaenda kukaa chooni. Choo ambacho wanaingia watu wote, wanaachia mizigo na wewe huko. Awi? Itakaa chooni wewe. Imeshindwa namna ya kuonekana hapa shuleni. Inasubirishia kengele ya mapumziko saa ngapi? Saa 4. Ikigongwa tu kengenge, unaona nimetoka kama sasa. Inaonekana nadhani nilikuwa darasani. Kumbe nilikuwa wapi? Chooni. Huyo naye ukimuuliza, na wewe unasoma? Uje kwa nani? Mwanasheria. Mwanasheria gani? Kama sheria za shule uzifuate. Awi? Mwanafunzi mwenye nidhamu yule anapenda walimu wake, anapenda walimu wake. Kwa kuwa unanipenda. Naomba na kuamini. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Inua kichwa. Amen ni mwisho wa maombi. Amen ni mwisho wa maombi. Utasema amen bado umeinua. Amen ni mwisho wa maombi.